Kutoka 12. Soma. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Hasa hapo hatuko Misri. Tuko Taita sahi. Wapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Wa mwanadamu na wa wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Kuacha nikusomee vizuri. Hata usiende mbali. Niko mnasema nini? Maana nitapita kati ya nchi ya Taita usiku huo. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Taita, wa mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Taita. Mimi ndimi Bwana. Bwana sifiwe sana. Amen. Sasa hiyo lazima uishike, uelewe. Kama umeweka msingi nje ya msingi wa kweli, na kama kwenu kuna maagano na madhabahu, ndio unaona malaika akipita anafanya inspection, anaangalia hapa hii ukoo walihubiriwa injili na hawakutoka kwa maagano. Unasikia watu wanapiga nduru. Unajua watu wanasomaga hapo juu ati ni Misri. Sisi hatuko Misri. Hapa tuko Taita. Haleluya. Sasa ufunuo kamili ni Bwana anapita katika nchi ya Taita na atahukumu miungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo Mungu hafurahii miungu. Hafurahii maagano iliyofanywa na kina babu zetu. Hafurahii watu waliochanjwa kwa sababu ya waganga na wachawi. Lazima ukubaliane na neno la Mungu kama unataka kwenda mbinguni, kama unataka kubarikiwa, kama unataka kwenda maisha marefu. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni yule yule. Hakuna siku huyu Mungu amebadilika. Nimeona Mungu huyu akifanya mambo mengi makubwa wakati nimeamini huyu Mungu. Na nimeona huyu Mungu akizungumza mambo makubwa hata mengine siwezi kukuambia. Hata nikikwambia unaona kama mchezo tu. Huyu Mungu hataki maagano yaliyofanywa na babu zetu. Kuna mashamba yaliyofanywa maagano. Lazima ufundishwe neno la Mungu ukatoka katika yale maagano ya yale mashamba. Na ndipo unakuta watu wengi yale mashamba, kwa mfano kama hujatolewa katika maagano ya mashamba, yale mashamba vile ilifanywa, hata uende kununua shamba Taveta ama ununue shamba wapi, haiwezi kufanikiwa kwa sababu bado laana ya madhabahu ya laana ya mchanga bado inakutesa. Haleluya. Amen. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mahali popote utakapokanyaga ni pako. Lakini sasa kwa nini unaenda unakanyaga, Mungu anakubariki mahali, lakini sasa kunakuwa hakuna kitu? Haleluya. Sasa hapo Bwana anasema nini? Nitapita katika nchi na nitahukumu mbingu. Kwa hiyo unapoona sababu, unaposikia mambo inafanyika katika Taita ama unaposikia mambo inafanyika, ujue kwamba kuna watu wamesikia neno la Mungu, lakini Biblia inasema kwamba kwa sababu walifanya mapatano na wakafanya maagano na kifo, kwa hivyo hawa watu si rahisi, na ukimfuata nyuma huyu mtu bado wako na shida kubwa sana. Kuna mama mmoja alikuja hapa juzi. Baadaye kuna kutesana maraundi. Anakwenda kulambia. Anangoja nimtabiri. Namwambia mama siwezi kukutabiri. Nakutabiria ni shida ile ulio nani alifunga ulijui. Najua mtu akiwa ndani ya madhabahu na amezoea zile kutabiriwa ndani ya nyumba ya vitu vilipoje, anajikavunjika. Akiona mali kama hapa anachanganyikiwa.